Tumbo linaniuma. Linakuumaje? Linauma chini ya kitovu. Uko kwenye siku zako? Hapana, ila nikiwa shule niliona uchafu wa brown. Hapo inabidi ukatafute kikopo. Kile kikopo ukojolee mkojo. Sawa? Ulete tupime mimba. Nipime mimba? Ndiyo, kwa sababu hizo dalili zote unaonyesha una mimba wewe. Sasa inawezekanaje mimi kuwa na mimba? Unayo ndiyo. Sawa basi tutapima. Sawa, ufanye sawa. Mwami mdogo wangu. Usilie mdogo wangu Mwami. Dada, nitafanyaje wakati mimi pia na mitihani? Sawa. Inabidi tumfuate Mbegu sasa akatupe hiyo hela ili tukaitoe hiyo mimba. Na sio kulialia hivyo. Unapolia unanipa uchungu mdogo wangu. Naomba usilie. Sawa. Sawa. Nakupenda mdogo wangu. Nakupenda pia. Mbegu, mmecheza rafu kwenye 18, mmesababisha penalti. Sasa basi, majukumu ni yako kuiokoa hii penalti. Sije nikapoteza mchezo baadaye. Bado sielewa. Unamaanisha nini? Hujaelewa nini hapa? Shika hii. Unashangaa nini? Yako. Ya huyo wako. Mwami ana mimba. Sasa unauliza nini tena usichokijua wewe nini hapa? Unashangaa au unanifahamu? Sasa ningekuwa najishaurisha mimi ningejua. Ndio ujue sasa. Ana mimba huyo. Ulikuwa ujui ni mwanafunzi huyo? Simlijiachia, si ndio? Ndio matokeo hayo sasa.
hiyo sasa kwa sasa tunafanyaje? Unaniuliza mimi tunafanyaje? Unatakiwa utoe hela hiyo mimba itoke. Umesikia? Kutolewa tena? Utoe hiyo mimba hiyo, hataki mchezo sisi. Kama kuvuruga ushavuruga. Na unajua kabisa wewe ni mwanafunzi. Umejiachia mwenyewe, si ndio? Sasa na hatari yake. Kwa hiyo kama ni hatari, wewe ulikuwa hujui ni hatari? Mpaka ukampa mwanafunzi mimba? Na hivi karibuni ana mitihani. Haya, inakuaje sasa? Shema. Kuongea kote toka mwanzo ulikuwa unielewa. Mmejiachia tu hapo wenyewe, eh? Hamwazi chochote yani. Si ndio? Ndio mimba naomba itoke. Unageuka nini? Umepatwa na nini? Kiwewe au? Sawa. Sawa. Hilo jukumu lako ulifanyie kazi. Alafu na wewe nyumbani sije nikakutia makofi hapo. Sasa ndio nini mbegu ndio nini? Vipi mama? Tayari damu ishaanza kutoka? Bengo, nimekwambia hii haitoshi. Wewe nikakwambia hii inatoa. Sasa umetumia sasa hivi tu hapa.
Subiri kama dakika 5 15, kila kitu kitakuwa sawa. Mbegu hii haitoi. Wewe nipe hela mimi niende nikatoe kwa dawa. Nachoka. Hata mwanangu Morris amesema hii tukitumia kwa ufasaha inatoa. Kwani yeye ndo ametumia? Sasa ngoja nikwambie kitu. Umeona hivi vitu vingine sio pa kuvichukulia. Tuipe hadi kesho. Lakini usiku kilala chukua kitambaa. Lala asubuhi. Wewe unafanya masiara eh? Sasa shida yako leo unakuambishimbishi yani. Si ukiambiwa nini kwa nini unashindwa kuelewa? Wewe unafanya masiara wewe. Hivi vitu vingine sijui vikoje. Yaani mtu unamwambia kinakuwa kibishi hadi kibishi tena. Wewe usikilizie tu mtu anapokuambia, wewe utakataka hilo unajua hela zitatafutwa hivi hivi tukiajabu ajabu tu bwana. Yaani wewe una masiara tu hilo jambo unachukulia hizi tu. Yaani hujui kama mimi hapa naweza kupata shida gani yani. Yaani wewe angalia hapa mimi umri niliokupo nao afu niende kule. Jela kule kuna wanyapala. Hapo wanyapala kuja kunifanya mimi nitakuja kurudi na kuja kurudije. Alafu angalia unajua. Mimi ukaendelea mimi nakukataa. Alafu nakukataa mazima. Mimi kuwa mji mimi wangu ni kitu cha kawaida kabisa. Wewe nione hivi hivi. Kwa viatu venyewe hivi, alafu unaondoka tu alafu mimi nende jela. Sasa nisikilize mwana. Nadhani umesikia maelezo ya daktari. Hiyo 50,000 haitoshi. Kwa mfuate mbegu akakuongezea hiyo hela ukatoe hiyo nyingi. Dada lakini mimi ndo kanipa hiyo 50,000 sina nyingine. Kwa mimi nakusaidieje? La sivyo mimi naenda kumwambia baba. Kwa ufanye ufanyavyo uende kwa mbegu akakuongezea hiyo hela. Sasa utamwambiaje jamani nisaidie, usimwambie baba. Mimi sina cha kukusaidia, naenda kumwambia baba. Sasa dada jamani, kaa. Mimi bwana. Asante salamu. Fika tu hapa na 50 atoshi rafiki yangu. Salamu ya nini? Nantolea nini macho? Hela haitoshi. Alafu natakiwa mimi kesho kutwa nikafanye mitihani. Naenda kufanyaje mitihani na hii mimba? Taarifa zako zote mwami nimezipata. Taarifa gani? Nimesikia kuna jamaa unatembea naye. Jamaa gani? Sasa sikia. Mimi sitaki kujua hizo habari. Sasa basi. Hiyo shilingi 50,000 nimetoa ni sehemu tu ya msaada kama nimemsaidia mtu mwingine. Na ongezeko la hiyo hela nyingine mfuate alokupa mimba, alokupa hiyo mimba. Unasemaje wewe? Wewe Bibi Shamu. Marhaba mjukuu wangu.
Bibi. Eh. Kaongea na mzee. Nani? Kaongea na mzee baba. Nani? Naona watoto shaanza kunitia dharau nyumbani hapa. Nani akuletea dharau? Kama mwami. Kafanyaje? Mtoto 2002 sijui sasa hivi yuko form 4 sijui form 1. Nashangaa na mimba. Moyo ana mimba? Ndio hivyo. Sasa basi. Kaongea na mzee. Mtajua wewe na mzee mtatatuaje lile swala. Mkishindwa naingilia mimi kati. Sasa sikiza nikwambie mjukuu wangu. Usiwe na jazba. Hili swala tutalifanyia kazi. Ukiwa na jazba hatuwezi kutatua tatizo. Subiri mimi nitaongea na baba yake ili tatizo tutalimaliza. Unasikia mjukuu wangu? Sawa. Sasa ugali uli mjukuu wangu. Makubwa. Shwari vipi? Umesikia wewe? Na mwenzio Mbegu. Naombeni mrudishe mdogo wangu. Toka jana mdogo wangu Mbegu kamfungia ndani, nyumbani simuoni. Wacha kufanya, namtaka mdogo wangu. Sawa? Haya sawa. Namwambia nimekuelewa. Umenielewa nini? Mnamrudisha au? Nenda kamwambie Mbegu asicheze na baba yangu, acheze na Samia. Kesho namhitaji mdogo wangu. Shikide vipi hichi? Wewe ni kutongoze. Unanitaka sio? Poa kwanza ustaarabu blaza. Ustaarabu upi sasa? Sasa unazuiaje sasa? Basi poa haina noma. Kumgulu kwa mwanangu. Blaza unanongoneza, mbona sikuelewi? Kumgulu kwa kwako wewe. Sina mengi ya kuzungumza, mwambie nani rafiki yako huyo. Kacheza sehemu mbaya vibaya mno. Yaani kachezaje? Sikuelewi kachezaje. Wewe unaelewa kila kitu kinachoendelea. Maki yule ni rafiki yako damu wewe na yeye. Kwa hiyo? Sawa. Kwa hiyo kacheza sehemu mbaya ieleweki, ushaelewa? Hayo mfikishie ujumbe. Asiporudi mdogo wangu maskani. Naanza na wewe au unakuja kumalizana na rafiki yako huyo. Kwa hiyo blaza, hiyo tatizo umenifuatia mimi, la kwangu mimi au la rafiki yangu? Mbona unakuja unanikolomea? Usikolomeane blaza. Basi baridi sikolome. Nifikishie ujumbe. Mwambie kama rafiki yako. Nitamwambia Tena mwambie kabisa mara mbili yani. Hapa tunaongea kama vile masiala yani. Ila nikishafika kule siangalie wewe usoni wala siangalie rafiki yako usoni. Maliza. Sikie mo blaza. Unajua nyewe blaza, yani kwenye familia yako mimi siwaelewi. Yaani leo hii nimekutana na dada yako. Analetea hizo propaganda sizielewi. Na wewe unakuja unaletea hizo story. Wasikieni, kama unataka kunipa mwali mseme. Sawa? Mimi sielewi. Kama unataka kunipa mwali mseme, handsome nipo hapa. Au sio? Ndio nakwambia sasa. Yaani nimeshayakanyaga mshakoroga hapo eti mwali upi unaotaka wewe na rafiki yako? Sasa blaza, wewe unajua mimi ninapoishi. Unapajua upajua? Napajua vizuri tu. Au unapajua vizuri? Kwa hiyo mimi hapa ninapoishi, yule jamaa anapoishi unapajua upajua? Sija kwambia kitu kimoja. Sawa bwana. Ndio maana nikakutafuta wewe umfikishie ujumbe rafiki yako. Unajua mimi nakotoka kule na nakoelekea. Bahati nzuri nikakutana mimi na wewe njiani. Unaelewa? Sio nakwambia tena unaleta manjegeka tu hivi na hivi. Wewe mfikishie ujumbe huo. Bro, mnakela. Mimi nafuata mambo yangu, mnakela.
Wablaza! Tunafukuzana wote hapa tunaanza kutuuliza. Wewe mjomba. Cha kufanya tumtafute. Mjomba. Tumbane tu huyu mdogo wake. Mimi nishachoka kinoma. Kwani mmekuja hapa mnakimbizana hata mpige Kwa blaza. tulia. Viatu vya nani? Ana mguu kama huu bwana. Ana buti kama hilo wazee. Yule mwenyewe kilema yule hawezi kuwa na mguu kama huo. Usimuite blaza kilema blaza. Kwa nini na wewe?
Vipi? Kwani jana nakupigia simu yangu unashindwa kupokea? Metikaa sisi tunashuhudia mambo mengi. Niambie. Wewe naye naomba uache masuala yako. Nakupigia simu hupokei. Au masuala yako hayo utakuja kukuta mtu amekufa ndani. Kwa hiyo niambie. Bwana jana alikuja Mwami. Amekuja analalamika kuwa na mimba. Ameshika shilingi 50,000. Na yeye anadai kuwa fanyaje atoe. Umeona? Na anadai kwamba amezunguka na dada yake hospitalini sana, ana mimba. Si unanielewa? Kwa hiyo Mwami yupo ndani? Hapana, sio kwamba yupo ndani. Kuna muda fulani nilitoka kumtafutia chakula. Nikakutana na kaka zake wamemkamata Mbegu, wamempiga sana vibaya mno. Kwa usuluhisho niliamua nimwambie Mwami aende ili asuluhishe hilo tatizo. We Mwami, ina maana uoni watu au ni dharau? Ushakuwa, si ndio? Yaani hadi baba huyu hapa kaka hutaki kumsalimia. Umepatwa na nini wewe? Ushakuwa sana, si ndio? Toa siku hizi bwana na matatizo yao. Shikamoo baba. Shikamoo ni hapa. Kombo sikuelewi siku hizi. Kwanza njoo. Kwanza, umetoka sasa. Umetoka sasa hizi. Sina ukena. Umetoka sasa. Umetoka sasa hizi. Leo sikia ngapi huko nyumbani? Toka jana. Leo ndio unaonekana. Ulikuwa mtoto mdogo umeanza mambo yako ya kijingeti. Na kuuliza umeanza mambo ya kijinga. Mimi niliwaza kwamba labda nitaanza kusumbana na dada yako hapa. Dada yako ametulia. Alafu mtu mdogo kabisa unaweza kuletea mambo ya kijinga. Sina ngine. Umetoka kwa nani? Na kuuliza umetoka kwa nani? Na mambo gani ambayo umeweza kuyafanya sasa? Wewe mtu mdogo kabisa unaweza kuanza kunizalilisha mimi? Hapa mtaani kote hapo. Nashindwa hata jinsi gani niweze kuficha uso wangu. Mtu mdogo unaweza kunizalilisha mimi? Mimi kweli? Wewe kweli? Nimejitahidi kuweza kuweka fence hapa kwa ajili ya kuzuia watoto wangu ili wakae wasome vizuri, watimize ndoto zao. Leo umekuja kwanza kunivua nguo, nizalilisha kweli? Wewe mtoto. Na shuzi nisikilize, nakwambia nisikilize. Umekuwa mambo gani ambayo umeyafanya haya? Mtoto mjinga kabisa, mpumbavu. Nijua kama labda nitaweza kusumbwana na dako mkubwa. Mtoto mdogo kabisa na adabu. Na kwa nini unasikiliza ninachokuwa naongea? Kwa nini unasikiliza ninachokuwa naongea? Najitabisha kwa ajili yenu ili muweze kusoma, muweze kuishi vizuri, afu ndio kuleta masuala kijinga kabisa. Sasa nisikilize. Kuanzia wewe na huyu mjinga mwenzako hapa. Wote mnakwenda wapi? Tunaondokote hapa mpaka shuleni, tunapitia kituo cha polisi, alafu tunakwenda kunyea magereza kule Isanga. Pumbavu kabisa, ng'ombe waibiwa hawana mafuta yenyewe. Nizishe mimi? Wewe ndio kuniletea mimba hapa nyumbani hapa? Nakuuliza, wewe ndio kuniletea mimba hapa nyumbani? Baba mimi sina mimba. Una mimba? Mimi. Una mimba ndio kufanya kwamba mimi sijui yet. Kila kitu mimi nafahamu hapa. Sina kweli. Ndio kwambia una mimba. Sasa ningekuwa na mimba mimi ningekuwa. Ai.
Pole sana Chiku. Cha kushangaza tumekaa kidogo akaingia period. Nikasema sasa hapa ngoja nikachukue nini? Kipimo nimpime ni hakiki zaidi. Kumpima mimba hana. Kwa hiyo ilikuwaje? Kwa muda ule mwami ilibidi nimstili kama mwanamke mwenzangu. Maana usiku mzima sijalala, nimechoka ni hatari. Usiku mzima nachana kitambaa hiki, naweka kitambaa hiki. Nachana kitambaa hiki, naweka kitambaa hiki. Kifupi yani nimechoka, ni balaa. Lakini unapenda kunilaumu maneno ambayo yani unapenda yani kunilaumu kwa vitu ambavyo haujui. Mimi unajua mwenzako sipendi. Unajua Eze, mimi nakupenda sana. Na nakuamini. Mimi sipendi unavyonifanyia hivyo. Sorry baby, usijali. Mimi sipendi. Usijali. Naomba leo nipikie. Nakupikia usijali. Mimi nipo room basi.
Vipi hapo? Sana mwanzo kama taa. Vipi msela wangu? Mbona sasa kama kinyonge vile? Sikwambii mwanangu. Mimi sikwambii mwanangu. Sasa unaambia vipi mchizi? Wewe ufunguke yani. Mimi nawaza ndugu yangu yani sikwambii. Unanichanganya mwanangu unavyoniambia afu unawaza unaambia sasa wewe mazingira gani sasa? Wewe mwenyewe unajua yanonikuta. Wewe funguka bwana. Sasa unaambia wewe msela mimi una fulani hivi imetokea hivi na hivi afu mimi nikuelewe. Sasa unavyoniambia najua nakukuta vipi sasa? Mtoto wa mjomba hivi. Binamu. Vipi changamoto nini sasa? Ana mimba yule. Sasa wangu ana mimba ndo nawaza. Unaandafia kuhusu masuala ya mimba au wewe uweze kutunza ile mimba? Mwanangu yani mimi nahofia yani huyu mtoto atanichukuliaje yani? Nisikilize, wewe usisikilize watu. Fanya mazingira nishakwambia wewe yule mtoto wewe ishi naye. Afu mbona mtoto mzuri tu mwanangu unaishi naye tu afu unaoa. Yaani hata mjomba ukimpangilia tu kwa sababu na mimi binamu mimi nimemuelewa. Sitaki aende mbali, nataka kae hapa kwenye ukoo wetu baridi tu. Anakuelewa, sijui umenielewa. Wewe simwandafie mjomba wala nini, wewe ishi naye. Ni sahihi unavyosema mwanangu. Ila mimi nahofia yani yule mjomba yani mimi atanichukuliaje yule mjomba yani? Sasa na mjomba wako mwanangu wewe unamwaza mjomba ne? Atakuchukuliaje mwanangu? Atakuchukulia kama mdudu tu, ishi nao nishakwambia. Usiwaze mwanangu. Mimi najua kabisa wewe usimwandafie mjomba mwanangu, wewe muelekeze tu, mwambie bwana mjomba binamu mimi nimemuelewa. Sasa tunafanyaje? Na tayari kabisa ana mtoto ndani. Yaani anatakuelewa mwanangu, unawaza nini? Au akili yako iko sawa tunanili? Sahihi unavyosema ndugu yangu, ila sasa kiangalia wewe mtaa utanichukuliaje? Yani vuta picha tu yani mtaani na mjomba atanichukuliaje yani? Afu yule kumbuka ni mtoto wa mjomba yule, afu nimempa mimba mimi. Oa mdudu, sikia mwanangu. Mimi najua uko sawa mwanangu. Baadaye nitafute. Mimi nitakugaia kitu afu utakiwasha, afu utajua kabisa mawazo yatakuja mawazo mazuri, afu utamfuata mjomba, utomuwaza wala nini. Sahihi mimi sikupingi mwanangu. Sasa sikia sasa mwanangu, baadaye nitafute. Maana mimi hapa naingia zangu mishemisha. Huyu ni wae. Unaelewa? Mida yetu hii. Zinguo ne unamwazia binamu ne. Sheria mwanangu mimi sikupingi. Baridi. Uruda mwanangu. Mimi kuna mwanamke nimempa ujauzito. Mimba? Ni mwanafunzi? Sio mwanafunzi. Kama sio mwanafunzi, ni kitu gani kinakupa wasiwasi? Sio mlete tu nikae naye hapa sina mtu kukaa naye. Bibi, hilo ndo linalonipa ugumu. Kwani Tobi, kipi ambacho uelewi? Ni swala dogo tu la kwenda nyumbani, kwenda kujitambulisha, kutoa barua hivyo. Hapo unashindwa nini? Unafeli wapi? Mimi sipo tayari kwa sasa hivi. Yaani kwa sasa hivi sipo tayari.
sababu muda ni penyewe, yani niko peke yangu yani. Lakini bado gegai yani. Kwa mimi na hii mimba nafanya nini sasa? Na unajua kabisa wewe mimba yako. Naipeleka wapi? Wewe ulitoka hapo ulivyokuja hapa? Sasa kitu gani kinachokuchanganya? Na mwanamke mwenyewe ni Petu. Petu huyo mjukuu wangu, mtoto wa mjomba wako. Ndio. Ndio nilimpa ujauzito. Ndio baby. Mtoto, mbona mna barani? Mbona mnaharibu ukoo? Tatizo lenu nyie vijana. Kwani swala la kuoa unalichukulia lina ugumu gani? Au mimi nikija humo ndani kwako huwezi kupata riziki? Utashindwa kula? Mbona swala jepesi hivyo? Nishakwambia. Yaani mundani mwenyewe mimi ni alone yani. Hapana nishinda. Yaani pana nishinda. Kwa sasa tunafanyaje? Sikia basi. Mimi kwa naongeza kukati. Yaani kupanda michengo yangu. Mimi nitakupigia simu nitakupa majibu ya mimi. Ndio maana nimekuja kwako bibi. Naomba unisaidie. Kama bibi. Yeye babaka analijua? Ana taarifa bibi. Na ndio maana nikaja kwako. Sawa. Ila kuna gunia langu la karanga hapa, nataka tu naomba kalipelekee mashine ukalikoboe. Sawa bibi. Ila naomba unisaidie. Nitakusaidia. Sawa bibi. Sasa bibi. Haya, nenda mashine tu. Haya, mimi ngoja nikachukue. Haya mjukuu wangu. Sasa mjomba. Mjomba. Nimekuja mjomba wako. Nimekuja nina shida. Nenda mjomba wangu. Nakusikiliza. Mjomba bwana. Na binti nimemtia mimba. Mimba ni mwanafunzi au? Hapana. Huyu binti wa Mzee Chipanga. Ni huyu aliyemaliza shule mwaka jana yule? Huyo. Yaani nimekuja mjomba. Unipa ushauri. Tunafanyaje kwenye ile jambo mjomba? Unataka kumchukua yani kufunga naye ndoa au unakwenda kujitambulisha tu? Jambo kwenye swala la kuoa ni bali. Ila ninachomba mimi ni kwenda kanimchukue ile binti nikae naye. Kwa hiyo unataka kuilea mimba yani ili mtoto azaliwe katika upendo wa baba na mama. Jamani, nimewaiteni kwenye kikao hiki. Kuna kitu kimoja tu ambacho nitaka tuje tuwekane sawa au kwa maana ya wazi, na nimeona nikifungua hichi kikao kwa kumkaribisha kijana wetu wa hapa mtaani kwetu au kijijini kwetu, na bahati nzuri wote tunamfahamu, na huyo ndio atakwenda kutuambia ni jambo gani au ni kitu gani ambacho kimefanya tuweze kukutanika mahali hapa. Karibu Sheikh Saidi, uweze kuweka wazi kwa kile ambacho umeweza kukutanisha
hii familia au kikao kifupi hiki. Asante. Kwanza kabisa nitangulizie shukrani kwa kunikaribisha nizungumze. Unajua siku zote huwezi kwenda kuulizia soda duka la dawa, ila utaenda kuuliza soda kwenye duka la kawaida. Kwa hiyo jamani, sisi tumezunguka tukaja kuona kwamba kuna chombo hapa. Kwa uzuri zaidi, mjomba wangu naye nifuata bwana, yupo pale bwana, nitushazungumza naye. Kwa hiyo ni hatua iliyobaki ni kwenda kujitambulisha, tufuate process, tuchukue chombo chetu. Uzuri zaidi na yeye mwenyewe yuko hapa, anaweza kuzungumza mawili matatu. Karibu mjomba. Asante mjomba. Tena wazee wangu, asanteni sana. Maana jambo la hili kwa siku kukutana kama hivi, nashukuru. Mimi na mwenzangu Petu tumekaa, tumeshauriana tunataka tuanze maisha. Kwa hiyo tukaona bwana tuje hapa kwa wazee wetu, tuje tufuate taratibu na kanuni za kijiji hichi kwa ajili ya kuleta kutoa posa, tukaanze maisha yetu. Kwa tumekuja kwenu wazee kuwashirikisha katika hili. Okay, sawa. Ni jambo jema. Vijana wetu nafikiri ili swala umeshalisikia. Na mama nafikiri umeshalisikia. Baba Petu, ndio tuongee mara moja. Hii Baba Petu, umeweza kuongea na Petu na Mdudu kuhusu hili swala? Hapana, sijaongea naye. Kwa nini? Kwani mama wenyewe si wapo? Alafu pia Petro si mtu mzima. Kama kutakuwa na jambo lingine ataongea mwenyewe. Kwa hiyo nikwenda tu kumsikiliza basi. Haya, tukasikiliza. Anko, bibi, vipi kuhusu mke wangu? Bado nampenda? Asa mke wako si yupo? Haendi mbali. Yuko tu hapa kijijini. Unaona? Kwa utakuwa unaenda, unarudi, anakusaidia tu majukumu. Kwa mke wako yupo tu, usijali. Hapa hamjamuelewa Mdudu. Anachomaanisha ni kwamba Petu ana mimba yake. Ndiyo mjomba, ila nipo tayari kuishi naye. Hivi ni watoto mkoje? Mbona mnapenda kumchanganya sana kichwa? Linatoka hili, linaingia hili. Linatoka hili, linaingia hili. Mbona mnapenda sana kunizalilisha hapa mtaani? Mnafiki kijiji hapa mtaani watanielewa vipi mimi? Mtaka mpaka nimfuate mke wangu kweli? Hapana Baba Petu, usiwe na hasira. Ukiwa na hasira huwezi kutatua tatizo. Mama, huu ni upumbavu. Siwezi kuvumilia mimi jinga huu. Petu, kwa muda wote mimi nahangaika kwa sababu yako. Napambana kwa ajili yako. Kumbona mimba jeusi hiyo? Jomba. Unajua bibi, mimi nilikwambia kabisa mwambie mzee kule. Basi mimi nitalimaliza mimi mwenyewe hilo swala. Rudini kwanza mkae, kwa sababu baba yenu bado ana jazba. Ongea naye kwanza. Mjomba. Niambie mjomba.
Unaionaje mjomba hii? Ai mjomba wa moto hii. Wewe unaionaje mwenzangu? Ya, hii mjomba kweli ya moto. Sasa tunafanyaje sasa? Haina jinsi mjomba. Tukavuruge nini pale? Achana mjomba, ina maana. Mimi nakufuata wewe ukisema fresh, mimi naenda kuvuruga pale. Haina haja mjomba. Kikubwa umeshajulikana mtoto sio kwangu. Kwa hiyo haina haja mjomba. Tuchane naye. Okay, sawa bwana. Ona kutafutia kipisi fulani hivi ni. Haina shida mjomba. Haina haja mjomba. Nashukuru mjomba. Haina shida bwana. Kwa hiyo mimi ni muhimu kwao kule nyumbani, si unajua tena. Mjomba wangu nashukuru mjomba. Haya poa basi. Haina shida mjomba. Karibu mjomba. Haya. Baba Petro mwanangu, punguza jazba. Ukiwa na jazba huwezi kutatua tatizo, na hili tatizo ni kubwa, linatakiwa hekima zetu na busara kulitatua. Lakini mama, hii ni aibu na ni fedheha kubwa. Mtoto wa dada yangu awe mko wangu, nafikiri aibu hii itaficha wapi? Yaani wajukuu wa bibi moja wakaoane? Na vipi dada akisikia huko atafikiriaje? Sasa tuna kama mimi nimeshindwa kulea watoto. Tusiwafukuze, tutawapoteza kabisa. Bado wale wanahitaji msaada wetu. Pili, naomba waache hapa nikae nao. Pia niwaangalie wajukuu zangu wajifungulie hapa kuletea na wewe mjukuu. Basi sawa. Mimi sina la kusema. Acha niende nikapumzike. Lakini sasa nilichokuambia Baba Petro, Ndio kijana Tobi. Nimekuita huku. Nilikuwa neno moja tu. Ndio maana nikaona kusimamisha wakati wa jua kali ili hapa. Unaona? Nikuhusiana na masuala ambayo kidogo yamepita hapa nyuma kidogo. Unaona? Unajua hakuna mtu asiyekosea. Wewe unakosea, mimi nakuzidi umri nimekosea. Kwa nini nimekuita nimekuomba msamaha? Unaona? Ili tuendelee kushirikiana. Ndio tuko hapa kijijini. Chetu nyinyi kidogo hiki hapa, kwa hiyo si kwamba tuanze kunyonyana mambo ya mabifu, sio jambo zuri. Kwa mimi naomba msamaha. Unasikia mzee wangu, ishatokea na namna kwa tuonyesha ndugu, mambo mengine endelee. Kwa ndio hivyo mzee wangu, hamna changamoto ambayo yote itatokea. Salamu zitaendelea vile vile ndio. Basi nashukuru mimi kama tukumsamehe. Asante. Ilikuwa ni hilo. Mimi nashukuru mzee wangu, Mungu atajalia. Mungu ataendelea mzee wangu. Asante. Sawa mzee wangu. Vipi mzee wangu Sujimbo mwakani? Okay, kuhusu jimbo nikichukua fomu mtanipa? Hilo limepita mzee wangu, au sio? Yaani limepita. Natoa shaka mzee wangu. Basi sasa tumuombe Mungu. Tushukuru Mungu mzee wangu. Asante sana. Kazi njema mzee wangu.
Mdudu mume wangu, samahani nimekuitaka, kuna kitu nataka nikwambie. Mbona unashangaa? Nashangaa kwa sababu ni mara ya kwanza naitwa Mdudu mume wangu. Peto, Sikiliza. nakupenda toka zamani sana, na nimeanza kuijua thamani yako toka nimegundua na kiumbe changu. Naonyesha kukujali sana na bado nitaendelea kukujali sana. Mdudu, Na wewe ni mwanaume sahihi sana kwenye maisha yangu. Kwa upendo ulionionyesha, najali. Wewe uko tofauti sana na wanaume wengine. usijali, na kama umeuona upendo wangu na nafasi yangu kwako, basi usijali, usijali. Sawa, naomba unisamehe kwa yote yaliyotokea. Niliamua kutoka hapa kwenda kwa Tobi na kwenda kumwambia mna nyumba yake, kwa kuficha aibu yangu kwa bibi yangu, baba yangu. Niliogopa sana, ndio maana nikamfuata Tobi. Naomba unisamehe kwa hiyo. Usijali, usijali Peto, nipo na wewe kila wakati, nipo na wewe kwa kila nyakati. Ilizishe tu yangu nafsi. Naomba nikuahidi, utakuwa mama bora wa familia yako, nitakupenda, nitakujali na sitokuangusha. Pia nitakuwa mtengenezaji mzuri wa bando lako. Naomba unifundishe niwe mtengenezaji mzuri wa bando lako. Naona aibu, naona aibu. Naona aibu ya nini? Ila usijali, nitakufundisha. Mimi ndo mwalimu wako, mimi ndo nitakuwa teacher. Nitakufundisha. Au unawaza? Hapana. Nafurahi kusikia hivyo. Na mimi nafurahi sana kwa sababu nilichokuwa nakipenda siku nyingi kimekuja nyumbani. Njoo nyumbani, kumenoga mama. Sawa. Sawa, nashukuru kwa kunisamehe, kwa kutambua makosa yangu na nimejishusha chini yako. Da, nitatembea na vimba mimi. Nitakuwa nalinga na wewe. Nakupenda sana Mdudu. Da, hata mimi nakupenda pia yani. Sawa. Walazem. Asante. Vipi wajukuu zangu, kuna jipya? Hamna bibi, tumekuita tu hapa, kuna jambo tunataka tukwambie. Kitu gani? Bibi, si tulikuwa tunaomba tutoke tuende tukajitegemee. Tushakuwa watu wazima, na kwa hili lilotokea ni aibu, kwa hiyo ni vyema tukaenda kujitegemea bibi. Na ndio bibi,
na mimi napita hapo alipopita mwenzangu. Tulikuwa tunakuomba utupe ruhusa tukajitafute huko, si kama wajukuu wako. Tunakuomba. Hapana, sitawaruhusu. Kwa hali yenu mlionayo siwezi kuwaruhusu. Subiri kwanza mkishajifungua ndio mtaruhusiwa. Lakini bibi, sio kwa ubaya. Ni vyema tu ukaturuhusu. Tushakuwa watu wazima. Na hapa tulipofikia, tunastahili kujitegemea bibi. Ili kuficha aibu tulokuwa nayo bibi. Tunakuomba. Na pia bibi, tukiendelea kuishi hapa mimi na mwenzangu, tutawaletea picha mbaya kwenye jamii inayotuzunguka, nyinyi pamoja na sisi. Sasa tunaomba tupe ruhusa tu tukajitegemea huko, fanya maisha mengine yaendelee. Kama ni sifa mbaya mimi bibi yenu nimeshazibeba. Nimesema hamna kuondoka mpaka mjifungue. Kwanza wanataka kunikimbizia mume wangu. Hapana bibi, huyo kashakuwa wangu. Sio mume wangu tena. Sio wako, kwangu sasa. Huyu ni mume wangu. Hapana bibi. Huyu ni mume wangu tu. Wewe mimi nimembebea hadi mimba bibi. Basi atakuwa mume wetu wote. Alafu bibi wewe umri ushaenda, inabidi uniachie. Hapana bibi, ushachelewa. Hapana. Hapana. Basi ukae kwanza ujifungua, afu ukijifungua ndio utaondoka. Ndio wa kwangu lakini. Na mimi wa kwangu. Hapana bibi, unazingua. Da. Unanigombea wenyewe. Ndio, si umetaka mwenyewe lakini. Alikuwa mke wako mwanzo, sasa hivi wote. Lakini sana sana utakuwa wewe. Bwana ndio hivyo. Mimi naomba nipatie tu baraka zako ili nikapambane. Mimi nakuombea uende ukapambane na ufanikiwe. Mimi siwezi kukusahau. Na wala siwezi kukusaliti hata kidogo. Labda hofu iwe mimi tu kwa kweli. Nitakuwa makini, unajua tena. Niko makini. Na ninakuahidi na nitakata vile vile. Eti. Nashukuru tu mamangu. Naomba mimi nikahangaike sana. Likizo nitakuja kwa mama kubwa au kwa mama. Kwa nahisi nitakuwa. Wewe rudi hapa usifike mbali. Maana tunajua mazungumzo mwenyewe watu wanapotuangalia angalia hapa. Kama tatizo mengine tukaanza kukimbizana. Bye. Bwana. Maisha ndio yanofanya nifanye hivi. Ila tamani sana kuwa na wewe.